Aliyekuwa rais wa Marekani Bill Clinton pamoja na aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton wanatarajiwa kutoa ushahidi chini ya kiapo mbele ya kamati ya bunge la Marekani inayosimamia masuala ya uangalizi na uwajibikaji kufuatia uchunguzi unaohusiana na mfanyabiashara marehemu na mkosoaji wa makosa ya kingono Jeffrey Epstein. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na Al Jazeera, ushahidi huo utafanyika katika eneo la Chapin, jimbo la New York, karibu na makazi ya familia ya Clinton, badala ya kufanyika katika jengo la bunge jijini Washington kama ilivyo kawaida kwa uchunguzi wa aina hiyo. Hillary Clinton atahojiwa Alhamisi ya leo tarehe 26 Februari, huku Bill Clinton akitarajiwa kutoa ushahidi wake siku inayofuata Ijumaa ya tarehe 27 Februari. Vikao hivyo vitafanyika kwa faragha, vikirekodiwa na kunakiliwa rasmi, na wahusika watatoa ushahidi juu ya kiapo, jambo linalomaanisha kuwa ni kutoa taarifa za uongo zinazoweza kuleta madhara ya kisheria. Hapo awali familia ya Clinton ilipinga wito wa kufika kutoa ushahidi, wakieleza kuwa ulikuwa wa mwelekeo wa kisiasa. Hata hivyo walikubali kufika baada ya kamati kuashiria kuwa ingeweza kuchukua hatua ya kupiga kura ya kuwashutumu kwa kulidharau bunge, hatua ambayo ingeweza kufungua mlango na mashtaka ya jinai. Mwenyekiti wa kamati hiyo, mbunge wa chama cha Republican James Comer, amenukuliwa akisema kuwa hakuna anayewashutumu Clinton kwa kosa lolote kwa sasa, bali kamati na maswali yanayohitaji majibu kuhusiana na uhusiano wao na Epstein. Uchunguzi huu unahisi kwa ujumla namna serikali ya shinikizo linaloshughulikia kesi ya Jeffrey Epstein pamoja na mtandao wake wa washirika. Epstein alikamatwa mnamo mwaka 2019 kwa tuhuma za kuendeleza mtandao wa biashara ya ngono uliowahusisha watoto wa kike walio chini ya umri. Alifariki dunia katika gereza la Manhattan mwezi Agosti mwaka huo wakati akisubiri kusikilizwa kwa kesi yake, na mamlaka zilitangaza kuwa alijiua. Kamati hiyo sasa inachunguza madai ya mapungufu katika uchunguzi wa serikali, mazingira ya kifo cha Epstein akiwa chini ya ulinzi wa serikali, pamoja na uwezekano wa kuwepo kwa ushawishi uliotumika kulinda au kuficha shughuli zake. Uchunguzi pia unamlenga mshirika wake wa karibu Ghislaine Maxwell, ambaye amekuwa akitajwa katika nyaraka mbalimbali zinazohusiana na kesi hiyo. Ni muhimu kusisitiza kuwa kwa mujibu wa taarifa za Al Jazeera, hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaowaunganisha Bill Clinton pamoja na Hillary Clinton na vitendo vya kihalifu vya Epstein. Hata hivyo, jina la Bill Clinton limewahi kuonekana katika kumbukumbu za safari za ndege za binafsi za Epstein kati ya mnamo mwaka 2002 na 2003. Uchambuzi wa kituo cha CNN uliwahi kubaini kuwa alionekana angalau mara 16 katika orodha ya safari hizo. Bill Clinton ameeleza kuwa safari hizo zilihusiana na kazi ya taasisi yake Clinton Foundation, na kwamba hakuna ufahamu wa shughuli za kihalifu za Epstein wakati huu. Kwa upande wa Hillary Clinton, hakuna ushahidi wa umma unaoonyesha kuwa aliwahi kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na Epstein. Ripoti zinaeleza kuwa jina lake lilionekana mara kadhaa katika mafaili yaliyofunguliwa, lakini sehemu kubwa ya marejeo hayo yalihusiana na makala mbalimbali kuhusu kampeni yake ya urais ya mnamo mwaka 2016. Katika mahojiano na BBC mwezi Februari, Hillary Clinton alisema kuwahi kukutana na Epstein, lakini alikiri kuwa aliwahi kukutana na Maxwell mara chache katika hafla za kijamii na mikutano mikubwa ya kimataifa. Tukio hilo linakuja katika mazingira ya mvutano wa kisiasa nchini Marekani, huku baadhi ya wafuasi wa chama cha Republican wakisisitiza kuwa ni muhimu kwa viongozi wa zamani kuwajibika na kutoa ufafanuzi juu ya uhusiano wao na watu waliokuwa chini ya uchunguzi wa jinai. Wakati huo, wafuasi wa chama cha Democratic wamekuwa wakieleza kuwa hatua hizo zinaweza kuwa sehemu ya mvutano wa kisiasa unaoendelea.
Kwa sasa hakuna mashtaka rasmi dhidi ya Bill Clinton wala Hillary Clinton kuhusiana na sakata la Epstein. Hata hivyo, ushahidi wao mbele ya kamati hiyo unatarajiwa kufuatiliwa kwa karibu mbele ya umma ya Marekani pamoja na vyombo vya habari duniani, huku ukiibua maswali mapya kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa umma na namna serikali inavyoshughulikia kesi hiyo nyeti. Na mpaka hapa napofikia tamati, sina la ziada, ni kusihi uendelee kuwa nasi kupitia Koplo Media. Vile subscribe ili usikose taarifa yoyote mpya. Koplo Media, tunahakiki ukweli kabla ya kukujulisha.